Hello guys, I hope mko salama. Hata mimi niko salama, nashukuru Mungu. Najua wengi wenu mmeshangaa na mmejiuliza Smile alienda wapi? Siku hizi simuoni kwa FYP yangu kama kitambo. Yeah, sure. Nilipotea kidogo kwa social media kwa sababu ya mambo kadhaa. Zingine mnazijua na zingine hamjui. Lakini kupitia hii video ya leo nitawaelezea kila kitu. Mwisho wa mwaka jana tuliachana na mpenzi wangu Queen Keke. Wengi wakafikiria ni cloud chasing ama kuna big reveal. But as time goes, after mmetukosa pamoja for some time ama for some month, najua wengine mshaona ni real. Hii breakup ilikuwa na mambo mob. Families involved, friends intervened, but at last nililet it go. Na leo nataka kuwaelezea ni kwa nini tuliachana na kwa sababu gani. Najua some of you muona video ya ex wangu akisema nilimcheat na ex watatu, mara sistangu alimtusi, mara equipment zote ni zake. Akatafuta attention kwa njia tofauti but akaona imeshindikana because people are not buying our stories. Na mimi pia nilinyamaza kwa sababu story yetu ilikuwa police case. Unaona, nililala jela for siku 3, Friday, Saturday na Sunday. Something haijawahi happen kwa life yangu. So ikani traumatize, nikakuwa depressed, hadi nguvu ya kucreate content tena nilikosa. Najua mwisho mwaka jana mlituona Burundi na immediately tumerudi tukakosekana social media. After sometimes mkapata breakup message. Wengine wakasema Smile aliona kwao ni maskini akamwacha, lakini hiyo sio sababu. So kulienda hivi. Before tuende Burundi, we had some misunderstanding, kawaida ya couples kukosana. So to solve this, nika involve my uncle akatuongelesha for almost 4 hours. After that, mambo ilipoa kiasi na after some days, Dema kadai anataka kuenda Burundi ndo aende atengeneze passport. So, mi pia nilikuwa excited juu ilikuwa dream yangu kuenda kupatana na ma-in-laws eti. So, vacation ilikuwa poa, but still hatukuwa sawa. So, I approach one of our family member, nikamwelezea story na mahali misunderstanding ilitokea. Pia yeye akanishow ni ngumu sana kumuongelesha juu ni hadi yeye kusikiliza mtu, hata mzazi wake. Akidecide something ni hivyo, so akaniambia wewe jaribu kila namna uongee na yeye na msolve issues pole pole. After 2 weeks, tukaanza safari ya kurudi kutoka Burundi. Tukiwa njiani alipolala nikaamua go through our phone kucheki kama kuna suspicious things juu instinct yangu already ishaniambia kuna something wrong juu ya behaviors yake. Kuna message alificha kwa WhatsApp group akicommunicate na jamaa fulani wa USA, na huyo mtu walikuwa kibonga kitambo, but saa hii conversation imekuwa hotter, si kama before. Hadi anamshow vile anampenda. Kitambo hakuwa na any documents, saa hii amechukua passport na ako independent. Hadi anamwambia akimaanisha mimi eti huyo fala very soon itatoka story yake. Na kuna day anko alinitext akiniuliza huyo msichana kweli anaheshimu watu wazima, culture yao na yetu si the same, kwa sababu mtu mzee akikalisha disputing couples kwa heshima ya huyo mzee wanafaa kusolve issues, but huyo msichana vile anaongea na kunijibu ni kama hana nidhamu. Na mimi niliaibika sana kwa sababu yeye ni kama mtoto wangu. Sasa mimi nikamwomba anko msamaha, nikamwambia udem ni mdogo, maybe ajui kitu anafanya, amsamee tu. Na Keke alitumia huyo jamaa wake screenshot ya huyo anko wangu akisema ati anko Smile alimuongelesha huyo anko anadhani yeye ni nani, yeye ndo amemlisha na kumvisha akwende na huko na hiyo familia yake. Mimi hiyo message ilinishtua sana. Alidisrespect familia yangu na kabila yangu kwa jumla. Na huyo mtu mwenye wanabonga niliwahi shuku na yeye hadi nikamblock namba yake, but still kumbe walikuwa na communicate kisirisiri. Bado kwa simu alikuwa kibonga na madem tofauti, wote wakimuadvise vile anafaa kufanya. Hadi kwa chat za mmoja wao nilipata kimwambia saa hii ataka peke yake afanye vile anataka juu already akona numbers na pesa pia anaendelea kuingiza. Kama mnakumbuka, kuna time tulikosana na Obina kuhusu story fulani. Kumbe dem alikuwa anataka Obina na Obina ayuko hiyo story kabisa. Alishow huyu rafiki wake ati atajiforce kwa Obina kwa sababu kwa haki kuna connection, atapata pesa na madeals kadhaa za kampuni. Hadi anamshow rafiki yake Kenya alitaka kutoka Smile ni fame pekee, so aende ajitafutie pesa mingi kivyake juu ashajua kila kitu na kujanjaruka. So 2 days after tumerudi kutoka Kenya, nikachukua simu yake na nikatoa account zake zote, FB, TikTok, Instagram, kwa simu yake na nikarudisha kwa details zangu. Alafu nikamwambia for now we don't trust each other, acha atafute mtu wa karibu ama lawyer
nitafute pia tuandikiane mahali tuendelee kufanya kazi pamoja under contract, na pia kila mtu apate share yake. But dem alikataa akisema hakuna mahali mimi nimemsaidia, account zote ni zake na hata make sure atapata hizo account, na makiburi. Pamoja na rafiki yake wakaenda kuripoti kesi kwa polisi, akaandikisha statement akisema nilimuibia account, cyberbullying, threatening. After mimi nilijileta police station, boom, nikawekwa ndani. After nimesomewa hiyo kesi yote, simu zangu zikachukuliwa na DCI. Ni weekend, nikajaribu kupigia familia na pia marafiki kuelezea hiyo story. Walikuja the next day. Kumbe mapolisi wengi walikuwa side yake juu alikuwa dem, na mimi nikasukuma kwa ukuta. But families and friends walikam through. Akakalishwa, na after a whole day of negotiations aka withdraw kesi, na mimi nikaachiliwa. Hiyo ndio siku sitawahi sahau kwa maisha yangu. Niliweza kulala jela kwa mateso. Imagine, na hii jina yote si kwa sababu niliiba, sijaua mtu, but ni kwa sababu ya mtu ambaye nilimpenda, na juu ya greed. Something tungekaa chini kusolve, akaamua kuniweka ndani. Nikikumbuka kama TikTok account nilitoa 300 followers, ikafika karibu 3 million. Facebook kutoka 1k followers hadi karibu 1 million. IG hata hakuwa na followers, mimi nikagangana nazo almost kufika 300k. Kujenga hii brand, sikuandikishana na yeye mahali, sikumlipisha kwa sababu alikuwa mpenzi wangu. After hiyo kesi aka-apologize akisema ni marafiki walimforce kufanya hivyo, haikuwa mipango yake kunifanya nilale jela. Hata mimi nikamwomba msamaha kwa maneno yenye nilimwambia, tukarudiana kama marafiki. Then tukapeana break hadi mambo yetu ikiwe sawa. A week later walienda road trip na rafiki yake. Hapo ndo sasa maneno imetokelezea. Vile tumeongea kwa simu aliniambia ni beshte yake amempeleka out huko Kitui. Mimi nikakubali kishungo upande, though instinct yangu inaniambia kuna something. Kumbe walipelekwa road trip na senator fulani, sitaki kumtaja juu ya security. Saa 5 ya usiku nikapata ameni video call. Kuchukua call, ako uchi ya mnyama, ametense. Akanishow akilia, nataka kuuawa, tafadhali kuja uniokoe. Mimi hey! To cut long story short, pamoja na friends wangu tukaripoti incident, alafu tukaelekea kumsaidia. Kufika beshte yake akatushow atufai kuinvolve polisi juu huyo msee ni mtu wa gavana, baadaye atamfuata. Nikakuwa confused. Later on saa 10 ya asubuhi sisi tulirudi nyumbani after maskari walitushow huyo mtu hakuna kitu tutamfanyia. Baadaye ndio tukajua kumbe mheshimiwa walienda kwake na yeye wakafanya something, na akamwambia angetaka mavijana wake 4 wamkule simu tu. Hapo ndo karuka na dirisha na kutoka mbio na kujificha kwa maua, ndo akanipigia simu. Mnakumbuka video fulani akiwa ameumwa mwili mzima akawaambia alianguka? Haikuwa hivyo. Mimi aliniambia niachane na hiyo kesi. Mheshimiwa amepatana na yeye akamlipia huba hiyo usiku na kumlipia rent ya miezi 3. So akasema tukanyange hiyo story juu mheshimiwa hataki kuharibiwa jina. Mimi niliachana na hiyo story, although hiyo story ilikuwa inanisumbua, but sikutaka ku risk life yangu. Another story yenye sasa ilinifanya ni give up. Nikatoa video nikisema tumeachana. Tukiwa on break, dem alikuwa all over. Marafiki zake za madem ni wale wa mapombe na road trip. Kila siku ako clubbing. Ananipigia saa 9 usiku kama amelewa. Mavazi mebadilika, hata atulii kwa nyumba. Kila siku ako tu njiani. Nilijaribu kumuongelesha, but ananijibu na madharau. Niachane na life yake juu saa hii anaweza enda mahali anataka, akutane na wenye wanataka. Mimi naye siku give up juu bado nilikuwa nampenda. But the more namchase, the more anaenda mbali na mimi. So, one day, just by mistake, TikTok yake ilifunguka kwa simu yangu. Hey, bro, kenye nilipatana nao, nguvu iliisha kabisa. DM za wanaume zilikuwa kibao. Wengine wamepatana na wengine wako kwa process. Na mostly ni wale wa majuu na some celebrities. The moja yenye ilinifanya ni give up kabisa ilikuwa ya Willy Paul. Alimtext wakachat, jamaa naye akamuitisha kuonana na yeye, wakamit kwake nyumbani kwa dem, and the rest are history. Siku expect hiyo. Yani alikubali kila kitu faster, na mimi nika screenshot na nikauliza keke. Dem naye na jam akisema mbona nataka kujua sababu nilipatana na yeye, eti alimpeleka tu date. Hapo ndipo niliamua nikasema hii imeenda. Kama imefika mkono ya msanii, the day itarudi kwangu already ni scraps, na hiyo damages sitaweza kucompensate. Na sio hiyo pekee, nilipatana na mengi. Yani within a month dem amezurura kuingia, amepatana na wengi. Sikutaka soul ties ama ugonjwa. Mimi nikajitoa kiroho safi.
Nakumbuka 2 years ago nikiishi huko side za Thika. Alikuwa anaishi Isili akifanya kazi ya kinyozi. Siku anakuja kwangu kushoot, nikiangalia mkono yake vile imeganda kama mwanaume anafanya mjengo 24/7. Naenda kando kila siku nikilia. Namwambia hivi, hii mateso unapitia siku moja itaisha. Mkono yake ikuwe soft kama dem, avae vizuri, akule vizuri na ishi maisha mazuri. Kumbe nguruwe hata umuoshe aje atarudi tu kwa matope. Nakumbuka kila siku alikuwa akiniambia vile boss wake alikuwa anamtaka kimapenzi. Anamtesa. Sikuwa na uwezo, lakini nikamtoa pale, nikamtafutia kazi fulani yenye ana promote marashi kama sales lady hapo BBS mode. After hapo nikafocus na brand yake hadi nikajisahau juu ya mapenzi. Nikamtoa Isili, nyumba analipa 3,000 kwa mwezi, nikamkodeshia one bedroom hapo Ruiru. After that juu Kenya vizuri, aka-insist tuishi pamoja. Na after that my life changed completely. Nika-cut off marafiki wangu wote juu yake. Stories za madem pia nikaanza kuachana nazo. After nilidecide kusettle na yeye, nikafanya proposal mbele ya watu wetu na mafamilia kuprove vile nampenda. Since the proposal sijawahi katia msichana ama kukuwa na mahusiano yote. Juu hata relationship yetu ilikuwa public by the way. Baada ya story ya jela, life yangu haikuwa the same. Alikamba back again, akachukua vitu zangu zote za nyumba zenye tumenunua pamoja na staff zingine hadi akapeana kwa marafiki zake wa Burundi. Mimi nilibaki tu na equipment zangu. Ilibidi nianze from zero. A good friend of mine akani host, akanilipia therapy na nikaanza kurecover pole pole, kwa sababu kama boy child hakuna mtu anakuelewa. Hata ningetokelezea kwa social media wengi wangeside na yeye vile ilifanyika mbeleni na mimi ni baki bure. So juu kesi bado ilikuwa fresh kwa polisi, mimi sikutokelezea kuongea anything. Watu wa media pia waliweza kunitafuta kusikiliza the side of my story, but nikakataa juu emotionally sikuwa sawa. Within 5 months nilijikaza kurudi social media pole pole. Juu mimi ni first born, kuna watu kama 3 na wasomesha high school, na bado second born wetu nimempeleka campus huu mwaka. Nikajikakamua pole pole kama mwanaume, nikachukua savings, nikaongeza some equipments ndio nirudi fully kwa content creation hasa YouTube. Siku moja nikapata email yangu imekuwa logged out na YouTube yangu ya over 100k subs imechukuliwa. Baadaye nikagundua kumbe ni X ashabadilisha jina na akadelete video zote. Nikapigia DCI mwenye alikuwa na kesi yetu huko mbeleni. Vile alimpigia kumuuliza, dem akasema hataki yeye afaidike na mimi nifaidike, ndio maana alidestroy. Kwa hivyo nisha report, nimechukua OB na nimeandikisha statement kuhusu hii kesi. Bado inaendelea, sitaki kuongelelea sana, nitawa-update. Thanks for your support na concern, na immediately nikipata my YouTube back nitawapea story yote. Bye bye.